Lakini tutaenda mbali zaidi huko mbele. Nadhani tutagusia masuala namna gani ya kushinda. Hamna shida. Pamoja nasi tutaendelea moja kwa moja kujifunza ili tuweze kutambua zaidi. Okay. Umeongelea kuhusiana na vyanzo vya hofu. Vyanzo vya hofu. Japo kuna wataalamu mbalimbali pia wa kisaikolojia waliongelea hili swala. Kabla sijafika kwenye vyanzo, kuna mtaalamu mmoja anaitwa Albert Bandura ambaye yeye kwenye nadharia yake ya self efficacy alisema hivi: tatizo si kushindwa. Tatizo si kushindwa. Tatizo ni kujiona hauwezi. Ndipo tatizo lilipo. Hata katika jamii zetu za sasa watu wengi wanaona kwamba hawawezi. Hawawezi wakafanya self-confidence ile. Hawana. Hawaoni kwamba wanaweza wakafanya hawawezi wakatatua changamoto fulani. Hawawezi wakafanya jambo fulani. Kwa mwisho wa siku na muasili huyu mtu airisha hata kujaribu. Tatizo sio kushindwa. Tatizo sio kushindwa. Tatizo lipo wewe mwenyewe kutengeneza ile notion ya kwamba hauwezi. Ndio liko hapo. Ndipo lipo hapo. Mtu ambaye anasema kwamba hawezi kutoa maamuzi ya aina yoyote ile katika swala zima la kupambana. Ndipo anasema kwamba hao watu wanakuwa na low self efficacy. Kwenye low self efficacy wanakuwa na imani ndogo sana katika kupambania jambo lake. Wanakuwa na nguvu ndogo sana. Wanashindwa kujiamini kabisa katika kutoa maamuzi. Ikiwa katika eneo fulani ambalo anatamani apate kulifikia, lakini huyu mtu anakuwa na sehemu ndogo sana katika kutoa maamuzi. Ameshindwa kujiamini, ameshindwa kutengeneza ile nafasi ambayo inaweza kumpeleka mbele. Ni muhimu sana kutambua hii nafasi yako na kutambua uwezo wako ulionao. Pia kuna mtaalamu mwingine anaitwa Sigmund Freud. Huyu katika somo la saikolojia au katika engo ya kisaikolojia, huyu jamaa amefanya mambo makubwa sana. Aliwahi kutengeneza, anaitwa the father of psychodynamics. Yeye alilenga moja kwa moja ni mambo gani ambayo yanaweza kusababisha mtu ashindwe au mtu angukie kwenye hofu. Okay. Aliongelea masuala experience na shape the behavior. Yani malezi ya hali, yani malezi ya tamaa yanaweza kumshape mtu akawa na hofu. Tutolee tu mfano. Mtoto analelewa katika mazingira ya kukosolewa sana, mazingira ya kukataliwa sana, hauwezi kubadili chochote. Kwa hiyo huyu mtoto mwisho wa siku hata kutoa maamuzi anakuwa na hofu. Hata kama alikuwa na talent fulani anashindwa kuipractice kwa sababu ya hofu, amekataliwa. Kitaalamu kisaikolojia wanakuambia kwamba watoto wadogo kwamba acha, huwezi kufanya kitu chochote, wewe huna uwezo, huwa wanaambiwa zaidi ya mara 40,000. Wengine wanaitwa wewe mbwa. Maneno ya hash wanaambiwa zaidi ya mara 40,000. Lakini maneno ya kwamba unaweza, umejitahidi, wewe upo vizuri, wanaambiwa mara 7,000. Sasa fikiria hiyo range jinsi ilivyo. Kwa mwisho wa siku tunazalisha kizazi chenye hofu. Ni muhimu sana kwa mama, ni muhimu sana kwa wahusika katika swala zima la malezi kukaa makini sana katika kuwalea watoto wao waweze kufikia ndoto zao, kwa sababu utakavyomtreat mtoto ndivyo atakavyokuwa. Kuna mtaalamu mwingine pia anaitwa Aaron Beck. Na yeye mwenyewe alisema kwamba watu wengi mara nyingi huwa na mitazamo hasi ambayo si sahihi katika kufikia malengo. Kwa mtu ambaye ana mitazamo ambayo ni hasi hawezi kufikia malengo yake. Kwamba nikifeli itakuwaje? Mambo yatakuwaje? Kwa mwisho wa siku mindset yake, ubongo wake muda mwingi unapokea negativity tu. Unapokea taarifa ambazo ni za kushindwa tu. Automatically atashinda. Je, tujiulize vyanzo ni nini? Mambo gani ambayo yanafanya? Kabla hujaenda kwenye vyanzo. Kwa hiyo huyo mtaalamu amegusia kitu kimoja tu kwamba ni
yale malezi tu basi, hakuna kitu kingine ambacho alikuwa amezungumzia. Mtaalamu Sigmund Freud aliongea mambo mapana sana hata katika maisha haya halisi. Mimi nilikuwa natamani kuongeza hata viwili vitatu, kwa maana kwamba ukiacha tu malezi, kitu gani kingine ambacho kinatengeneza hiyo? Labda malezi licha ya kukosolea ufanya nini, kitu kingine zile beliefs ambazo anazitengeneza yule mtoto. Au masuala hapa ndo unakuja, aliongelea vitu vitatu. Kuna kitu kinaitwa id, kuna kitu kinaitwa ego na super ego. Kwa masuala ni conscious, hapa ndipo unapoanza kuingia. Kwa masuala ya subconscious, kwa masuala ya conscious. Kwa huyu mtu ambaye muda mwingi kwenye unconscious yake ameweka vitu ambavyo ni negative, inakuwa ni ngumu kumove na kuweza kutoboa kimaisha, kwa sababu kwenye unconscious vitu alivyoviweka, ameweka mambo ya hasira, ameweka negativity issue. Hawezi kutoa maamuzi ambayo ni sahihi, ambayo anaweza akamwezesha katika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Imekaa kwa hivyo. Sawa. Ndio. Basi tusonge mbele. Nilikuwa natamani pia tungefahamu kama kuna aina sasa za hofu. Aina za hofu zipo hofu. Kuna aina ya hofu. Kuna hofu ya kwanza tunasema kwamba fear uncertainty. Fear uncertainty. Unajua unachokihofia au? Fear uncertainty tunaangalia kwamba mtu anakuwa na hofu ya mambo yajayo. Vitu ambavyo bado havijatokea. Bado havijatokea. Ana ndoto fulani hivi, anatamani aifikie, anasema hii itakuwaje? Maisha yangu yatakuwaje? Hali yangu itakuwaje? Anashindwa kabisa kujenga ile hali ya kujiamini. Hiyo ni hofu ambayo anaitengeneza. Wakati kinyume cha hofu tunaweza kusema kwamba ni imani. Imani zetu wanatuambia kwamba imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo, au kuwa na uhakika na mambo yatakao kuwepo mbele yako. Hata yale ambayo hatuyaoni. Hatuyaoni. Kwa mtu ambapo anaitazama vision yake, inabidi utengeneze mindset yako, utengeneze ubongo wako, upokee taarifa ya kwamba jambo hili nitalifikia. Lakini mtu anapokuwa na hofu zaidi, anashindwa kutengeneza ile taarifa ambayo ni positive. Mtu yeyote ambaye anatengeneza taarifa ambayo ni positive kwenye ubongo wake, ana asilimia kubwa sana katika kufanikiwa. Ana asilimia kubwa sana katika kuyaendea yale maono yake. Kuna hofu nyingine nasema kwamba fear of start again. Fear of start again. Mimi ninaweza nikasema kwamba hofu ya kuanza upya. Anashindwa kuanza upya. Anashindwa kurudi tena, kwamba nimeanguka, nitasimamaje? Anashindwa. Mimi naweza kukuambia kwamba never give up. Ni muhimu sana usiogope kuanza. Huwa kuna kitu kinaitwa failure na fail. Mtu ambaye amefeli, huyu mtu anajiandaa kusimama tena. Anaangalia zile sababu ambazo zimemwangusha au zimemfelisha. Yaani kwenye taarifa yake ya ubongo anaamini ya kwamba amejifunza ataweza kubadili mfumo na maisha yataenda, au ile nafasi haikuwa ya kwake, ataendelea kufight. Unakuta mtu anatafuta kazi, ameenda somewhere na vyeti vyake, amepigwa interview ya kwanza, ameshindwa. Baada ya kushindwa anarudi tena anasema kwamba mimi siwezi. Ameenda mara ya pili, ameshindwa. Kwa huyu mtu moja kwa moja ameshatengeneza kitu kinaitwa failure. Kufeli ni kukubali kurudi, na hata kama umeshindwa bado unaangalia ni wapi ulipoanguka, ni sababu gani zimefanya uanguke, unasema nitasimama tena. Lakini failure ni kukubali ya kwamba sitoenda mbele tena, nimeanguka, ndio mwisho wangu. Ninapenda sana kauli moja ya Nelson Mandela, mmoja ya shujaa. Mashujaa wengi ambao unawaona waliishinda hofu. Nelson Mandela aliyekuwa rais wa kwanza South Africa, alifungwa miaka 27, lakini jamaa, taarifa ambazo zilikuwa kwenye ubongo wake zilikuwa ni taarifa sahihi. Aliwahi kusema hivi, I never lose, I ever win or learn. Yeye aliamini katika maisha yake hajawahi kushindwa na hawezi kushindwa, ila huwa anashinda
au anajifunza. Ndicho kitu alichohubiri. Kwa hiyo hata leo hii mtazamo mzuri ulikuwa ni mtazamo wake katika maisha. Kwa hiyo hata alipo baada ya kukumbana na changamoto juu ya taifa lake, ilikuwa ni kauli yake ambayo alikuwa anatembea nayo. Mwisho wa siku tunaona ni mojawapo katika historia ambayo haijawahi kusahaulika. Kwa hiyo na wewe katika kwa mtu ambaye unanisikiliza muda huu, katika vision yako ambayo unaitengeneza, je, unaweza kutembea na slogan hii? Inaweza kukusaidia katika maisha yako. Una ndoto kubwa ya kuanzisha biashara kubwa, kubali ya kwamba nitasimama wala sitoshindwa, bali nitajifunza katika biashara yangu. Hata kama nimefeli zaidi ya mara 4, no, simama tena, nenda mbele. Umejifunza, kuna vitu ambavyo tunaamini ya kwamba umejifunza katika hilo swala lako. Lakini pia kuna hofu nyingine tunasema kwamba fear of change. Fear of change. Ni aina nyingine ya hofu. Ya hofu. Ni aina nyingine ya hofu. Fear of change. Mtu anaogopa kubadilika au mtu anaogopa kubadili. Unakuta kuna nyakati anaenda na watu ambao si sahihi katika ndoto yake. Si sahihi katika ndoto yake. Lakini anaogopa kuacha wale marafiki zake. Nataka nitolee tu mfano. Mtu ana talent ya kuimba, anatamani aje kuwa mwimbaji. Ndio. Lakini ukiangalia watu wanaoshinda nao, hakuna hata mmoja ambaye anajua kuimba. Yeye peke yake ndiye anayejua kuimba. Lakini kusema kwamba awaache wale rafiki zake, anatengeneza kwamba itakuwaje? Nikiwaacha rafiki zangu mambo yatakuwaje? Lakini kuna nyakati maisha yanakulazimu uweze kubadilika ili kupata kufikia yale malengo yake. Mifumo yako inakulazimu ubadili ili uweze kufikia katika lengo ambalo unatamani kufika. Mtu yupo kuna ukiangalia ibadani, hata masuala kama ibada ya mtu anaenda kanisani, ukitaka kujua kwamba fear of change, kuna baadhi ya watu unakuta anapenda kukaa, yani kama ni viti labda kiti cha kwanza, cha pili, cha tatu, anapenda sana kukaa cha tatu. Yani muda wote anakaa kile kiti cha tatu. Hata siku asipoonekana ibadani, watu tunajua kwamba leo hayupo, hawezi kubadili. Yani ni sehemu yake ambayo anaona kwamba hii ndio sehemu ya kukaa. Ni mambo ambayo yanatokea. Ni muhimu sana kukubali kuchange. Pale unapolazimika kuchange marafiki, pale unapolazimika kuchange kazi, make sure una change. Huwa nimtolee mtaalamu mmoja au waziri wa vijana anaitwa Joel Nanauka. Joel Nanauka anakuambia kwamba yeye wakati anaacha kazi yeye, familia yake haikumuelewa. Ila yeye aliwaambia kwamba mimi naenda kuongea na kuandika. Alitazama talenti yake. Sasa wakaona kama huyu mtoto aende amechanganikiwa. Wanakuambia kwamba waliniambia nimechanganikiwa. Lakini hawakujua kile kitu ambacho kiko ndani yake. Aliamua kutransform. Kutoka huko na kuja kwenye ile talent yake, kuja kwenye ile vision yake. Na mwisho wa siku tunamuona amekuwa ni public speaker ambaye ni mkubwa nchini Tanzania, na anafanya vizuri hata kwenye sekta yake ya vijana. Kwa tuna hiyo fear kutokubadilika, lakini pia hiyo fear kutokubali kuanza upya, lakini pia na ile hofu ya mambo yale ambayo uncertainty